Mume wangu, mbona kama unaondoka? Sikiza nikwambie kitu mke wangu. Mimi hapa nimepigiwa simu ya dharura na bosi. Kwa hiyo naenda, inakuwa ni chap chidani, maanake naenda kumsikiliza hafu nageuka. Hebu nisikilize kwanza mume wangu. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa uko kazini. Na leo hii ni wikiendi, ulipaswa kuwa na mimi. Unasema tena unaondoka. Na ndio maana mke wangu nimekwambia hivi, nimepigiwa simu ya dharura na bosi. Kwa hiyo inapaswa nifike pale, nimsikilize anasema nini. Sasa kila wakati unaondoka, alafu mimi unaniachaje kila wakati peke yangu tu? Huna hata muda na mimi. Kwa hiyo bosi wako ndo muhimu sana kuliko mimi. Mke wangu, iko hivi, sio kwamba bosi wangu kwamba ana nini kuliko wewe. Ni kwamba kumbuka mimi naishi na wewe vizuri kutokana na kazi. Hivi mimi nafikiri ningekuwa naishi ovyo ovyo alafu bila kazi, nadhani usingenielewa vile vile. Kwa hiyo ni vyema uniache nikimbie faster kisha nirudi. Kwa hiyo kazi na kufanya usawa majukumu yako ya ndani, si ndio? Sasa mke wangu ukiongea hivyo unakosea. Kwa sababu mpaka sasa hivi ni asubuhi. Nimelala na wewe huko ndani kumbuka. Kwa hiyo kwa sasa hivi asubuhi, acha nikamsikilize bosi wangu. Mambo nisikilize mume wangu. Bosi unataka kwenda kazini eh? Hamna shida. Ila naomba chochote ulicho nacho hapo niachie ili uweze kwenda kazini. Ndio. Mke wangu. Sasa mbona unafanya hivyo tena? Sio kufanya hivyo. Zama mfukoni, nipe ulichokuwa nacho, nibaki nacho, alafu wewe enda kazini salama. Sawa mume wangu? Sasa basi, ndio. Hebu subiri kwanza. Hamna kitu mke wangu na wewe humu. Safari njema. Good day.